na mchana kwa vipindi bomba, mziki wa kisasa wa Kiafrika na habari za kuaminika. Hii ndio redio bora nchini, Radio Maisha. Tuko mbele pamoja. This is KTN News. Karibu tena mtazamaji, tuendelee kukupasha na taarifa kuhusiana na matukio mbalimbali kwenye kura ya mchujo, hususan katika kaunti za ukanda wa Pwani. Tukiwa bado tuko Mombasa, mvutano ulishuhudiwa kati ya wagombezi wa chama cha ODM eneo bunge la Nyali, kaunti ya Mombasa, kufuatia orodha ya usajili ambayo iliyofaa kutumiwa. Wagombeaji hao Mohamed Ali na Said Abdallah walirushiana cheche za maneno kabla ya kutawanywa na wafuasi wao katika kituo kimoja eneo bunge hilo la Nyali. Hivi ndivyo mambo yalivyokuwa. Because we want to orderliness, that is our essence, how we are here. Yes. Are we together? Whoever his name or her name will be in the register, we'll vote, definitely. We'll vote. Yes. Do you have the register with you? I have some register. Because we want order. No, we were here from 8 o'clock in the morning. There was no register. Where's the register? But to get register. Can we do this? If you're not an official, not an agent, can you get out, please? We want some orders here. If an agent, just can you get out? Can you just keep moving? Moving, I want to order now. Kindly, can you get out? Angalia vitu picha hizi. Hii hata binadamu wanaweza angalia hivi. Kuna pressure sana. Angalia hizi vitu. So this is not our register. This is for Adija. But it is not ours. Where is ours? Why should we vote with other people's register? We don't have our register. My name is not here. These people cannot vote. Where is ours? You keep on telling us that we should be going to the boss. Ile register unasema sasa kwa watu wanataka kupiga kura hizi sisi watu wanataka kupiga kura, lakini yule ambaye anatambulisha register yake, yani jina yake itapatikana hapa ama hapa. Let me tell you something. Look at this thing, it has just been written in Mlaleo primary, but these names are not in Mlaleo. Now exactly, you don't know. You understand? You are very right. But what took place here is not fair. ODM, if they want people to vote fairly and they want this political party to have mileage in this country, they have to be very, very fair. We had meetings there with all leaders telling us that this election will be very free and fair. It is very, very pathetic. It's only one person who has voted. You see, these are names. Saido. Let me come Saido. Sawa, mimi ni Shambi, hapa Mlaleo ni kwetu. Wewe utafuta ubunge wa Nyali, wewe utafuta ubunge wa Nyali. Haya majina yako hapa, si ya wapi? Ya Mlaleo. Sawa? Mimi kama Shambi, hapa Mlaleo ni kwetu. Sawa? Mimi kura yangu ni ya hapa kwenye register. Sipo. So jina lako hakuna? Hakuna. Wacha mimi sasa. Mimi nisipige. Mimi no problem. 80% ya watu wangu wa hapa majina yao hayapo. Which election person? The election is being run by your brother bana. Lazima sasa unielewe bana, your brother is running this thing. Looking for this leadership. Stop lying to us. Your brother is running this thing. So wacha mwenyewe. Pressure gani huyu kutoka asubuhi? Huyu ndio hapa hakuna majina. Sasa kura hazipigwi. Maana mimi hapa election gani? Shanifahamu Saido. Mwite Joe atuambie kama ni wewe umeshinda. Watu wa election wamekuwa hapa Saido tangu asubuhi wanakuwa hapa. Let us listen from this person. Audience is not fair. They cannot give us an extra we are not going to accept it. Some days of time. Hatutaki hawa tuongee.
Naam, ndio hali ambayo iliweza shuhudiwa mapema hii leo katika sehemu hiyo ya Mlaleo ambayo iko katika eneo bunge la Nyali, kaunti ya Mombasa. Na vile shughuli kama hiyo, mtazamaji, kama nilivyokuelezea, zinaendelea katika ukanda wa Pwani. Sasa tuelekee hadi katika kaunti ya Kilifi kule ambako ushindani mkali, mtazamaji, unatarajiwa kati ya mwakilishi wa wanawake katika kaunti ya Kilifi Aisha Jumwa pamoja na mbunge wa sasa sehemu ya Malindi Willy Mtengo. Kumbuka wote hawa wawili wanawania nafasi hiyo kupitia kura hii ya mchujo katika chama cha ODM, na hivi sasa basi tunapokea taarifa yake mwanahabari mwenzangu Francis Ontomwa ambaye yuko katika maeneo hayo atuarifu na mengi zaidi. Niko katika shule ya chekechea ya Saali hapa katika eneo bunge la Malindi, kaunti ya Kilifi, ambapo uteuzi wa chama cha ODM unazidi kuendelea, na kama unavyoona nyuma yangu ni kuwa wafuasi wa chama cha ODM wamejitokeza kwa wingi ili kuweza kuja kupambanua haswani ya kina nani ambao wataweza kuwakilisha katika uchaguzi mkuu wa Agosti 8. Eneo hili la Malindi lina umuhimu mkubwa sana kisiasa katika kaunti ya Kilifi, ukizingatia kuwa ni eneo ambalo limekuwa likitoa mwelekeo wa jinsi siasa za Kilifi zimekuwa zikichukua. Zoezi hili lilichelewa kidogo kuanza saa za asubuhi, lakini baadaye wafuasi wa chama cha ODM wakawa wanamiminika katika eneo hili na kumekuwa na utulivu na amani katika zoezi hili zima. Kumekuwa na usalama na vile vyombo vya usalama haswa vimekuwa katika eneo hili vikikita kambi kuhakikisha kuwa zoezi hili linaendelea bila purukushani yoyote. Tulikuwa na wasiwasi kwa sababu tulikuwa ikifika karibu saa 1 watu wamejaa, mpaka saa 2 bado vilikuwa havijaingia, wasiwasi ulikuwa umeanza kuingia. Lakini baada ya hapo, baada kama nusu saa hivi, saa 2:30 vikao vimeingia, na hapo moja kwa moja kura zikaanza kupigwa vizuri kabisa. Kinyang'anyiro kinachoangaziwa zaidi kama nilivyokueleza ni hiki cha Malindi ambacho kinawaleta Aisha Jumwa ambaye ni mwakilishi wa kina mama na vile mbunge wa sasa ambaye ni William Baraka Mtengo, na wawili hao wamekuwa katika kipute ambacho kinatajwa kuwa kikuu zaidi katika eneo hili. Na wakati mmoja Aisha Jumwa alikuwa mfuasi ama alikuwa upande wa William Baraka Mtengo, hususan katika uchaguzi mdogo uliopita, lakini sasa Aisha Jumwa naye amejiamini na kusema kuwa sasa atang'ang'ania kiti hiki kufanya kinyang'anyiro hiki kuwa kikubwa hata zaidi. Watu kila mtu amekaa pembe, wamengoja kuona wananchi wenyewe wataamua nani wataamua namtaka. Hapo mbeleni tulipata fursa ya kuzungumza na Aisha Jumwa na vile Baraka Mtengo, wote wakielezea nia ya kuweza kushinda katika uchaguzi huu na vile wakielezea hisia zao kuhusiana na swala la kuhakikisha kuwa zoezi hili zima linaweza kuisha katika hali ya uwazi. It cannot go any other way. I am confident. I exude a lot of confidence. It is even seen in me that I exude a lot of confidence, given that I know I will carry the day. But if I am to lose in a free and fair and credible electioneering process, I would swallow the humble pie and say I have lost humbly, because Malindi is greater than all of us. We shall not cause chaos. We shall not agitate for aggression. What we want is to see a peaceful electioneering process. As you are aware, our town purely depends on tourism. Tufanye uchaguzi wa free and fair nomination in Malindi, and Kingi should keep off. Hiyo ndio ilikuwa ni statement ambao watu wangu wametoa. And even myself, I'm saying that Kingi Amason should keep off this exercise, because yeye kama yeye ni mwana ODM, we are all in ODM. Kwa hivyo yeye akitaka kama na preferable candidate wake, then nafikiri angoje wananchi wafanye uamuzi, so that kama ni ule wake akiwa amepatikana aendelee na yeye, na kama sio ule wake then I give way. My friend, me I want to tell Kingi hivyo. Kumekuwa kuna tuhuma kuwa kuna baadhi ya vigogo wa chama cha ODM ambao wamekuwa kiegemea upande wa Mtengo ama ule mwingine wa Aisha Jumwa, lakini kumekuwa kuna taarifa ambazo zinatoka kutoka chama cha ODM zikisisitiza kuwa zoezi hili litaisha kwa njia ambayo ni ya uwazi. Kura zimekuwa za amani na usalama na uchaguzi umekuwa mzuri kabisa, na tunaona ya kuwa hapa kutakuwa na mabadiliko mazuri ndani ya Malindi, kwa sababu matarajio ya Malindi ilikuwa yatakana watu wa Malindi wachague ule kiongozi wanayemtaka. Bila shaka tutazidi kukita kambi hapa katika kaunti ya Kilifi na hususan katika eneo hili la Malindi kuhakikisha kuwa tunakupatia ripoti jinsi zinavyochipuka, ili kuweza kukuletea habari za ni nani haswa ambao wataweza kupeperusha bendera ya ODM katika uchaguzi mkuu wa Agosti 8. Jina langu ni Francis Ontomwa kutoka shule ya Saali, eneo bunge la Malindi. Asante sana Francis Ontomwa na taarifa hiyo ambayo inaangazia kinachoendelea hususan sehemu za
kaunti ya Kilifi kule kuhusiana na kura hii ya mchujo katika chama cha ODM. Kwenye muda usiokuwa mrefu, mtazamaji, pia nitakuarifu kuhusiana na maandalizi ya kura itakayorudiliwa ya Jubilee ambayo ilisimamishwa hapo jana. Atakuelezea ni siku gani, baada ya taarifa ambazo ninazoendelea kupokea tutaweza kuzithibitisha. Kumbuka pia tutajaribu kwenda moja kwa moja katika makao makuu ya chama hicho ili tujue mkutano kati ya wanahabari na uongozi unaendelea vipi. Na huku kukiwa na sintofahamu kuhusiana na marejeleo ya kura ya mchujo ya chama cha ODM katika vituo vitano vya kupigia kura katika eneo la Taita Taveta, kumradhi, katika kaunti ya Taita Taveta, wagombezi wa kiti hicho, gavana ambaye yuko sasa John Mrutu na mbunge wa Wundanyi Thomas Mwadegu, wameendelea kulumbana, huku kila mmoja akijipiga kifua kwamba atanyakua ushindi wa kura hizo. Zoezi hilo lilifanyika siku ya Jumanne wiki hii, ila kukawa na malalamiko ya kutokamilika kwa zoezi zima. Sifikiri kwa sababu amelama kwa sasa ametosha. Watu wa Taita Taveta walishafanya maamuzi. Tiketi imepatiwa Mwadegu. Mrutu analalama. Ni haki yake ya katiba. Alama. Wale watu wa Taveta, ile mvua imenyesha, wengine wako kutoka kupiga kura. Sesheni zimekutana. Zangu za Wundanyi, hata mkiona matokeo yangu ya Wundanyi yamekuwa hayaridhishi, kwa sababu watu walienda kupiga kura asubuhi, wameacha mifugo zao. Ilipofika saa 6 masanduku ya jaja waliondoka. Walipoondoka hawakurudi. Kwa yalikuwa yanatoka Mwatate saa 2 asubuhi, itakuwaje yalikuwa yanafika kwenye vituo vingine saa 8, saa 9? Haya masaa mengine yote yalipotelea wapi? Hayo ni maswali ambayo sio mimi ningejibu, ni halmashauri ya bunge ingetakana waulizwe. Haya masanduku ambayo yalitoka Mwatate kama saa 2, ilikuwa kuwaje kwamba yalikuwa yanafika kwenye vituo saa 9, saa 10? Na vituo vitakana kufunguliwa saa 12 asubuhi mpaka saa 11. Masaa ya kupiga kura ni zaidi ya masaa 10. Halafu linaloshangaza, katika kaunti zingine uchaguzi uliahirishwa palipokuwa na malalamishi. Hapa kwetu nimelalamika in writing, lakini malalamishi yangu yote ni kama ambaye hayafai, ni kama ambaye hayashughulikiwi. Naam, mtazamaji, basi hivyo ndivyo ndiyo hali ambayo tunaendelea kuipokea. Na mtazamaji, tuelekee katika kaunti ya Nyeri ambako wagombezi wa nyadhifa mbalimbali kaunti ya Nyeri wamesema sasa hawatoshiriki katika marudio ya kura ya mchujo iwapo masharti ambao walioyatoa hayatotekelezwa. Mwanahabari mwenzangu Mashirima Kapombe yuko katika sehemu hiyo na taarifa ifuatayo inaeleza zaidi. Naam, baadhi ya wagombeaji katika kaunti ya Nyeri wametoa masharti kwa chama cha Jubilee ambayo wanataka yatekelezwe iwapo chama hicho kinataka kura ya mchujo iweze kurudiwa katika kaunti hii. We support our president. We love our president. Nyeri people love the president so much. But we want the JP headquarters to look at the issues that we are going to raise very, very, very seriously. Tunataka ile register yenye itatumika kwa uchaguzi utakaorudiwa iwe ni imewekwa wale watu wote wamesajiliwa na chama ikifikako mwezi wa April mwezi hii. Ile register tulitumia ni ya 2013. We demand that a new set of ballot papers be provided for the repeat elections in Nyeri with a different format and a different color code. We know that our party is a popular party, especially here. And we know the challenges. They are real, just like any other big party. But they are not insurmountable. That the Jubilee Party promised candidates that the nominations will be carried out by IEBC. That position was later changed, and we were told the party was receiving technical support from IEBC. What kind of technical support did they get? It's very important that the party comes out very, very clearly on what action it's going to take on the candidates
whose pre-marked ballot papers were found. We are demanding that those 3 candidates and any other candidate who has been caught with pre-marked ballot papers or pre-marked ballot papers found anywhere within the county of Nyeri and indeed across the nation, that they must be disqualified from the Jubilee Party nominations going forward. Hatimaye masharti mengine ambayo wameweza kutoa ni kuwa iwapo kura hii ya mchujo itaweza kurudiwa na kufana katika kaunti hii ya Nyeri, basi wanataka kuwe na mabadiliko katika usimamizi wa bodi ya usimamizi ya uchaguzi katika chama cha Jubilee. We demand the recall of the regional coordinator, nominations coordinator, Dr. Alvanze. Pili, kuna shida katika ile command ya chama. Sisi wanachama tuna demand ya kwamba County Elections Board iwe ndio inachukua mikakati yote kutoka ballot papers zitoke Nairobi mpaka zipelekwe mashinani. Na huku wakitoa kauli hizo, wananchi wanaonekana kuunga mkono kurudiwa kwa kura ya mchujo katika kaunti hii. Tulikuwa tunangoja kufanya mtihani ili tupite. Wanafunzi kama 200 hawakuwa wanafanya mtihani, walikuwa tu wanauliza makaratasi yao yamepita wapi, yameenda pande gani. So tunauliza next round wapage kitu mzuri, kama wanafunzi ni 500 walete makaratasi 500. Jinsi ambavyo shughuli hii imeendelea hapo jana na kufutiliwa mbali, imani yako katika chama cha Jubilee bado iko imara? Imani yangu bado ipo, lakini unajua kama una watoto wengi, mmoja akikosea huwezi chapa mwingine kwa niaba ya huyu mwingine. Kwa hivyo mimi niko sawa na bado imani yangu ni ile ile na nitabakia Jubilee. Naitwa Mashirima Kapombe, kwako studio. Na mtazamaji, kuna mambo mengi yanayoendelea hivi sasa katika shughuli hii ya kura ya mchujo, na nazungumza pia hapa kupitia mawasiliano nafanya hivi sasa na mwanahabari mwenzangu ambaye yuko katika gazeti la The Standard, na anaarifu kwamba zile kura za mchujo za chama cha Jubilee huenda zikarejelewa tarehe 24 na 25, hapa kumaanisha siku ya Jumatatu na Jumanne, katika maeneo ambayo walikuwa wanastahili kufanya kura hizo kama kulingana na ratiba ambayo wametolewa. Lakini kama nilivyokuelezea mtazamaji, tunasubiri kusikia kutoka kwa makao makuu rasmi watuelezee kinachoendelea, maanake wanatarajiwa kutangaza tarehe, lakini mwanahabari mwenzangu amenidokeza kwamba huenda zikafanywa tarehe 24 na 25, ikiwa ni siku ya Jumatatu na siku ya Jumanne, kura za mchujo, marejeleo ya kura za mchujo ambazo zilitibuka hapo jana katika kaunti kama 23 kama sijakosea za upande wa chama cha Jubilee. Mtazamaji, basi kumalizia taarifa zetu ni katika makala ya Mirindimo, tunaangazia sarakasi za mchujo wa vyama vya ODM na Jubilee kiasi cha kuwakanganya wapiga kura hata kwa matamshi. Mwanahabari Paul Nabiso anakupa vituko vya siasa humu nchini. Silaha ya mchujo iliwachuja wengine kama huko Nakuru. Wafuasi wa ODM wa Nakuru wakateta vikali. We cannot allow few individuals with empty stomachs to control the party. No, you won't push me. Kazi haitaendelea, no, siwezi kubali. Na huko Samburu, injili ilikuwa hiyo hiyo, ya nipe nikupe. Hii magari yote inasumbuka hiyo mtu. Mimi ndio nimekaa hapa tangu asubuhi. Na hiyo gari angalia sasa imeenda. Amesema MCA hamtaweza. Lakini pale pale katika wodi ya Butoto East County ya Kakamega, mwanahabari mwandamizi wa KTN Duncan Haemba alipata mipasho kuanzia kwa kujitambulisha. Tunaweza ngoja mpaka saa ngapi? Hata kama ni usiku mtuambie. Tunataka ni MCA ndio tunataka kwanza na yeye. Yes, sababu mtu anajua penye unatoka, maisha yetu penye tunaenda mbaya, tunataka tujue. Kama MC hataki MP, hataki hata governor, hataki president na MCA. Sababu yeye ndiye anajua penye unatoka. Masaibu yake si ndio anajua. Tafadhali mwambie hata kama ni mkubwa wa SK ama hivi tienya makura tunataka tujue. Tunataka MCA ndio tumpatie kura. Matthew Simsui, Manuel Bashara. Rigging space inaweza patikana. Mtu mmoja anaweza kuwa rigged in.
So tunataka hao wote wakuje hapa chini, wenye kulalisha saa 3 asubuhi waende nyumbani walale, na wanachijua wenyewe, sitaki kuwataja, lakini wanajua, na wenye kupandishwa cheo wafanyie wananchi kazi. Tuko hapa tayari. Wakati mwingine Kiswahili kikawa kitanza ndimi na kupisha lugha ya mama. Tunataka MCA kwanza. Turehu chuma moyo MP. Horehu tuti horehu undoi senator. Tutie nani ngoja. Tutie nani gavana. Tunataka hawezi kupitia juu chini na tunaacha watu. Mimi na Andonina Jackson Nando. ODM alipokuwa akiogelea katika bahari ya malalamishi, kulikuwa na juhudi za mpatanishi Noah Wekesa kuwaunganisha wanajubilee Trans Nzoia, ila jitihada hizo hazikufua dafu. Ni kama Dr. Wekesa alikuwa na formed up opinion kulingana na kuongea kwake. Acha niongee. Maradhi hayo ya kutopata mwafaka kabla ya mchujo wa Jubilee yalisambaa hadi katika kaunti ya Baringo. Professor, you can't lie. You are a professor. Profesa Sambili na wapinzani wake wakazomeana. Let me finish. I want to say they met with Dr. Tutai. They met with Dr. Tutai on Friday evening, in the evening, until they met with him up to 2 a.m. Tukiondokana na hayo, gavana wa Bomet Isaac Ruto wasema kuwa nyumba yake mpya ni nasa kwa sababu ya kejeli za Jubilee. Their engagements have included calling us chama cha mashimuni, chama cha mashetani, chama cha mashakani. They have also called us takataka here. Nasa. Akakaribishwa na wenyeji wake. Unajua, katika mila zetu ng'ombe inagawanywa kabla ya kuchinja. Nani atabeba mguu ya nyuma? Nani atabeba mbavu? NASA pia wanasubiri ngoma yao awamu ya pili. Paula Biswa, Mirindimo. Na mtazamaji, zimekuwa taarifa za mbiu ya KTN na alasri hii kuletea picha kamili ya kinachoendelea katika kura ya mchujo inayoendelea hivi sasa kaunti zinazopakana na ukanda wa Pwani, na vilevile hisia kutokamana na kufutiliwa mbali kwa kura hizo katika maeneo mbalimbali kupitia chama cha Jubilee. Mtazamaji, jiunge nami tena mwendo wa saa 1